Karibu. Habari yako wifi? Sijaandika. Okay, samani. Nilikuwa naomba kuuliza kama kakako David yupo. Naomba kuuliza kama kakako David yupo. Kwani simfanye kama mnavyofanya kila siku, mnaenda mnarudi, mnaenda mnarudi, mnaenda mnarudi. Unaniuliza mimi? We dada. Shika adabu yako wewe. Wifi bye, mimi naenda. Wifi bye, mimi naenda. Yote haya yanayotokea, tatizo ni mimi. Kama nimekuita hapa tuongelee upande wa huko nimefia. Unajua mimi ndani mama yuko pale, so na mambo mengi sijamweka sawa sawa. Kwa hiyo nataka tukishazungumza hapa ndio nikae chini tujue tunafanyaje. Na ule muda pale kidogo nilikuwa nipo speed, wewe uliniona. So kwa hivyo hebu niweke sawa vizuri sasa. Mambo ni ni sawa. Mimi nimekuja kuongea lile swala, nadhani tulishaliongea. Nadhani unalijua. Naona mwenzangu hata uzingatii, yani upo tu kimya. Sikuelewi. Sasa kitu cha kwanza nikwambia kwanza pole. Sawa? Kwa sababu sioni kama nipo kimya labda napuuza. Au sifikiria hayo mambo. Nafikiria sana. Unaona? Kwa sababu ukimya wangu mimi ni wa mafanikio. Sawa? Kama una mafanikio. Kwa hivyo kuna kitu ambacho hapa tumepangilia mimi na rafiki yangu David. Na imani tu baada ya siku 3 hivi mambo yatakuwa mazuri sana. Kwa hivyo nikutoe hofu. Yote haya yataisha. Na kila kitu kitakuwa kizuri sana. Kwa sababu imani ninayo. Sawa, umeelewa vizuri? Sawa, nimekuelewa. Ila tu ujue na wewe pitia hapo nyumbani. Yaani imekuwa gumzo. Ni gumzo. Isitoshe. Mama kampigia simu mdogo wangu. Mdogo wangu kwanza amerudi yuko nyumbani. Kweli? Amerudi. Mtoto amefika tu hajakata kukaa hajapumzika. Anaanza kumweleza mambo yangu mimi. Sio dada yako hivi na hivi na hivi na hivi. Yaani imekuwa gumzo huko nyumbani hapa Laliki. Muda wote mwite mwenzako muongee hapa, mchukuane mwende nyumbani huko mwende. Yaani muda wote tu yani Anita nyumbani. Nakosa la. Okay, sawa. Hilo swala tu nikutoe hofu. Unajua nikwambie kitu Anita. Unajua haya maswala sio maswala ya kukurupuka, labda anaweza kukurupuka tu ghafla. Ndio na ujauzito. Unajua kuna vitu fulani vingi ambavyo vinahitajika. At least kidogo pale kwani wewe kidogo kuna uafadhali tofauti na kwetu. Sawa? Kwa sababu gani? Pale kidogo pale nyumbani kwenu kuna mahitaji fulani nayapata kwa sababu ya uwezo wenu. Bila kama hapa kidogo kuna ule ugumu. Ndio maana nakuta sometimes nikifikiria na waza naona inabidi nipambane sana, ni fight sana.
Yaani ni fight bila kuchoka. Ili niamini nifanye nini? Muda ambao utakuja mambo kidogo kidogo na wafadhali. Sio kama napuuza. Sijamaanisha kusema hivyo tu kusema kwamba labda ndio sitaki uje kuisha. Mimi nakwambia kwamba nipe siku 3. Mambo yatatoka mazuri. Karibisha yule kijana, kaingia hapa. Nikasema basi Lina, naomba utupishe. Lina katoka. Lakini hivyo muuliza kijana, wewe hapa ni kijana wa nani? Akaniambia ni kijana wazazi wake ndio hivyo ni wahamiaji. Lakini kijana mwenyewe amejenga pale kwa mzee Hamisi pale. Nikamwambia sawa, lakini mwenzangu unasali wapi? Akasema mimi kwa kweli mambo ya kusali. Akasema mambo ya kusali hamna? Yaani hata huko ulikotoka pia ulikuwa usali? Akasema mimi kwa kweli kusali ni vitu viwili tofauti. Unajua nilishangaa na kudua. Nikasema wewe Ulina, amemkokota wapi huyu kijana ambaye hamjui Mungu? Hana hofu hata chembe ya Mungu. Kwa kweli yule kijana ukimwangalia ni watofauti sana. Yaani watofauti, yani unajua unaweza kumwona kijana ukasema kweli huyu ana hofu ya Mungu. Yaani yule kijana mbali na hofu ya Mungu kabisa. Kwa hiyo alivyoniambia yeye hasali popote, nikamwambia kumpata Lina itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu mno kwa sababu mwanangu mimi nimemlea katika misingi ya kiimani. Imani ya Kikristo. Kwa hiyo pale basi niliona kama kijana mwenyewe kama poteza mwelekeo, lakini mimi msimamo wangu nikamwambia mwanangu itakuwa ngumu. Lakini mbaya zaidi, Lina tulivyoshindana pale alienda kumkokota shangazi yake. Shangazi yake kama mnavyomjua. Shangazi mtu alinichafua mimi, alinizalilisha mimi pale. Yule shangazi mtu ni moto. Wewe kazi yako ya kuzaa ilisha. Wewe tuachie Lina. Mimi shangazi mtu niachie Lina. Niozeshe. Sijalima, sijapalilia na sina mpango wa kuingia kwenye matope. Lina ni kitega uchumi cha mimi shangazi mtu. Nachukua hela, nafanya matumizi na nitatamba virabuni huko. Watanijua. Mimi naozesha. Nikamwambia wewe shangazi mtu, wewe wifi, mbona una nini unataka kumuingiza mtoto kwenye moto? Kwani vipi? Mimi nimeteseka na Lina mwanzo mwisho, unajua kabisa. Baba sawa, na nataka tu baada ya siku 3 tu mimi mwenyewe nitafika pale nyumbani na kuja kumwona mama. Atakachoamua mama kukuhusu wewe, iwe kukuchukua kukuleta moja kwa moja, nitakuwa nipo tayari. Sawa, mimi nimekuelewa. Na imani hizo siku 3 sio nyingi sana. Nitavumilia. Lakini wewe hujui tunayoyapitia. Laiti ungekuwa unajua. Alafu na kitu kingine usio na unanuna bana. Unajua sometimes ukifika kwa jitedi kwa kidogo natadawa sana. Sawa? Nafikiri unaweza kupata hata muda wa kuchangamka kucheka. Kwani ukifika kwa unaweza kutabasamu? Haona mimi nakukwaza jamani. Inabidi tu nifusi tu hivyo nicheki. Cheka sasa basi. Tena kidogo. Sasa hapo sawa. Sio kama mtu unanuna sana. Unajua hata ukikuwa na unaona sana, ukanifuata na mimi nakuwa na stress mengi. Ili swala niachie mimi, utajua kitu gani kulifanya, okay? Sawa, nimekuelewa. Lakini iwe hivyo. Itakuwa hivyo. Niamini mimi. Maana mimi pale nyumbani napata shida mimi. Ili swala niachie mimi, utajua kitu gani kulifanya, okay? Sawa. Asante. Kingine sasa. Kitu gani tena? Inabidi twende hospitali, kliniki. Sasa kila nikija hapa nakukosa. Na hospitali tumeambia twende na wanaume zetu. Sasa tunabidi twende hospitali. Kwani uko unahitajika mpaka wao twende sisi wawili? Wametuambia twende na wanaume zetu. Kwa hiyo mimi nimekuja hapa juzi hapa kuja sijakuona. Muda wote wewe ni kazini tu, ukirudi labda ndo jioni. Sawa, na ni kama siku gani? Yaani hapa ni wewe tu. Mimi muda wote nipo. Hata ukisema kesho kutwa mimi nipo tayari twende kwa hospitali. Okay. Sasa hapo inatakiwa kesho nipangilie mambo yangu. Nikishapangilia mambo yangu kishakaa sawa, alafu mimi nitakutikisa tuangalie tunafanyaje, sawa?
Basi sawa. Kwa kesho tunajua tu, kwa kesho tu. Pangilia maswali yangu kule mapema au kuna kukawia sana kukutana huko. Namna. Kuna lingine tena? Kuna swali lingine tena? Au kuna mambo mengine utafikia au una kawasiwasi kunihusu? Hamna, mimi langu tu ndio hiyo. Umetulia eh? Jamii basi. Mimi wako wako. Nakupenda. Asante. Aliondoka mtoto akiwa na miezi hii miwili. Saizi mwanangu nimeteseka naye, nimesomesha, amesoma vizuri, anamjua Mungu vizuri. Saizi unaanza kukurupuka. Unataka kumuozesha kwa kijana mwenyewe hamjui Mungu. Unampoteza mwanangu. Ndio nimesema anaolewa. Eti Lina unaolewa? Lina unaolewa, alitamba. Ndugu yangu niliishiwa pozi. Ndio maana nikasemaje, mwenzangu, naomba nisaidie hili, nifanyeje mwenzio? Mbona nateseka rohoni na mateso? Lina kawaka moto naye saizi anajibu anavyotaka. Na ukinitibu hapa naondoka zangu kwa shangazi. Wewe mtoto wewe, utayakuta makubwa. Na nilimwambia, ukiona umeondoka hapa, ondoka mazima. Tukutane tu tusalimiane. Lakini sio ukafunga vibwebwe huko, wakasa anarudi kwa mama. Hapo kiondoka ondoka kabisa. Mama Lina, nashukuru sana kwa jambo lako maana. Yaani nashukuru kwanza kwa uamuzi ulioufanya. Kwa sababu huyu mtoto tumemlea kwenye misingi ya imani sana. Sasa kama ndo ameanza hivyo, mbona kakaangu alikuja hapa? Nikaja kueleza lile jambo. Alikataa kabisa. Na nilimwambia kanisani mgumu kwenda. Na alinielewa kwa nini imekuwa hivyo. Kwa huyo mtu imekuwaje? Kaingiliwa na nini? Mbona mwanangu alikuwa amesimama sana? Hili nadhani litaisha. Kikubwa tumshirikishe Mungu. Kama huyu kijana kweli ana lengo na mtoto wetu, tutapata majibu vizuri. Tumuombe Mungu, tuingie kwenye maombi, tuombe. Nadhani Mungu hajawahi shindwa na jambo lolote. Nashukuru Mama Grace. Kwa hiyo ndio hilo basi, nitaka uje unishauri mwenzio. Sina hata mengine. Karibu mwanangu. Asante mama. Za hapa? Nzuri. Za nyumbani? Salama tu, sijui nyewe. Mimi nashukuru Mungu. Kazi zinaendaje? Safi tu. Habari za kilimo? Safi. Unalima wewe? Hamna. Mimi nimekuita hapa. Sulemani juzi hapa kuna kitu aliniambia. Nikasema basi sawa. Tulikuwa katika mazungumzo. Lakini kitu alichoniambia kikubwa mwanangu, kikubwa kabisa. Aliniambia wewe ni mjamzito. Kasa hapa inatakiwa kwanza nikuite wewe ili unihakikishie wewe mwenyewe kwamba wewe ni mjamzito. Ni sahihi mama alivyokuambia. Ndio ni mjamzito. Asante Mungu. Ni mjamzito mama? Ndio mama.
Mwanangu, mimi sikatai kuwa na mjukuu. Napenda sana. Nahitaji sana kuwa na mjukuu niwe nacheza naye hapa. Ila sasa nachoanza, haya mazingira yetu tunaishi, na pia ndugu zako, mzazi wako akijua wewe ni mjamzito itakuwaje? Na angai hii hali yetu wanaijua. Yaani familia yako wewe na ya kwetu ni vitu viwili tofauti kabisa. Watakuwaje hapo? Maana yake sasa watakuwa lazima watamtafuta Suleimani, wataanza kumwambia vitu vya ajabu kwa sababu sio hadhi yake. Sasa hapo inakuwaje mwana? Inakuwaje kuhusu yule mtoto wangu na mimi wake? Sogea. Wewe mnasali na mama Lina? Ndio, lakini salamu mama. Veve. Mama, nini tena? Hata salamu? Salamu kiki. Karibu ndani basi. Nina ujumbe wako wewe. Mimi ni kiongozi wa kanisa. Usiseme sijui kinini. Sasa kama kiongozi wa kanisa ndo uje uongoze na familia za watu. Uje uongoze na familia ya kina Lina wewe. Nasikia mnashauriana na Malina utakataka utakalambwa huko. Wewe. Ukungagula nene wewe. Nakujua vizuri kabisa mama. Kama nani? Wewe shangazi yake wa Lina. Ulungi. Haya mengine si. Sasa mwache tabia ya kwanza kumzungumzia Lina sijui nini. Ukumbona. Unaniona lakini unaniona. Nditakite. Lina iko mapa ufuki pa unono. Nyinyi mnaniletea matakataka, nyinyi mnasema sio ili iwe nini? Iwe nini? Lakini mama, tumia hekima. Unampeleka tu mtoto. Umezipenda zile mali, umependa nyumba, lakini huwezi jua unamtupa mtoto motoni kweli mama. Lakini ipo siku utakuja kutoa machozi. Mnataka aolewe kama watoto wenu wameolewa kwa takataka maskini wale. Machozi. Zaidi atatoka alipokufa marehemu mamangu. Alafu na hicho kidogo chako isipate kinani manyikilo. Kikome kwenda kupitia kwa Lina pale. Kinamtolea uwepo wa hela. Takataka ile haina hata 100 ile ya nini ile. Lakini shangazi Lina, kakangu Flango alikuja. Ndio alienda. Huyo Falango. Alikuja, akaenda kwa mamake na Lina, akaongea na mwenye Lina, akakataa. Na hayo mambo yalishaisha kabisa. Wewe ndio umeamua. Usinipige mimi makelele, takataka ina hata 100 ile. Tunatafuta watu wenye hela. Lina ameenda sehemu yenye hela. Pa ufuki fupa unono pa chopa wewe pa wipa. Pala pa wipa. Utakuja kutoa machozi. Machozi gani nitakayotoa tofauti na machozi ninayotoa? Ukome. Umesikia muongee mengine? Swala la Lina kuolewa muachane nalo na kamlonge la kina mama Lina. Nimekuelewa. Mimi naenda. Mfikisha ujumbe na mdogo wako. Safari njema na Mungu akutangulie. Mbavu sana. Bebe pita kukuli dundwe. Nenda kanunua dundwe. Haya sawa. Subiri tu nikutoe hofu mamangu. Kuhusu swala hilo mama anajua na nishamwambia. Kwa hiyo hamna shida yoyote. Kilichobaki tu hapa yeye Suleiman aje tu pale nyumbani azungumze na mama. Then anichukue mimi tuje tukae tu hapa. Asante Mungu. Mungu mkubwa. Hata mama anajua. Ndio anajua. Na amekubaliana na hichi kitu. Kwa hiyo kajiku. Mimi naitwa bibi. Nakuwa bibi mimi. Nakuwa na deka na mimi na kajukuu kana. Ngoja, nitakuja kuongea naye Suleiman akirudi. Ili kusudi tuanze kujiandaa humu ndani kwanza. Mazingira ya kwetu haya tunayaona. Tuandae vizuri. Alafu yeye hapa mazingira yakishakuwa yako salama kabisa, yako sawa. Atawachukua wenzake, ataenda kuongea na familia yenu. Naamini
tutakuja tukuchukue, tuje tuage hapa wote. Mwanangu mzuri, nasikia mwanangu? Sawa mama, nashukuru kusikia hivyo. Ndafurahi mimi, ndatamba mimi, ndalinga mimi, nakuja kuitwa bibi mimi. Asante, karibu mwanangu, hapa ndo nyumbani. Unikute usinikute, wewe ingie, mimi ndakukuta na funguo ndakuonesha inapokaa. Kama hata ukuta sipo, fungua mlango, kuwa huru. Hapa ni kwako, hapa ni nyumbani kwako, wewe mama wa mjukuu wangu mwezio. Sawa mwana? Sawa mama, nimekuelewa na ila nashukuru. Karibu sana. Asante. Karibu sana mwanangu. Asante mama. Mwenye nilikuwa natamani kuitwa bibi mimi, ndio watambishia, wananitambishia. Nawaambia ngoja nikae kimya, waendelee kunitambishia, na mimi siku inapotimia na mimi ndawatambishia. Wewe kuwa huru. Kuwa huru hapa nyumbani. Sawa mama. Nashukuru sana. Mungu mkubwa. Karibu. Asante. Samani, nilikuwa naomba kuuliza kama nimemkuta David. Hayupo. Atakuwa ameelekea wapi? Nimeshakwambia hayupo. Sasa hayo mambo ya kwamba ameelekea wapi mimi nayajuaje? Hayupo. Okay. Samani wifi, nilikuwa naomba unipe walau muda wako kama dakika 2 tu hivi, tuzungumze jambo. Sema. Wifi, tangu mara ya kwanza nimeingia humu ndani, ulionyesha kunichukia sana. Hivi unaweza ukaniambia nini sababu hasa? Hakuna tatizo. Kama kuna jambo nimekukosea, tafadhali naomba unisamehe sana. Lakini sio hiyo hali unayoionyesha. Ni hali ambayo sio ya kawaida kabisa. Ni hali ambayo unanionyesha hutamani kabisa kuniona hata kwenye uso wa dunia hii. Hali ya kuwa sielewi hata ni nini nimekukosea. Naomba kujua tafadhali. Wewe unataka amani na mimi? Ndio. Sure. Ndio. Binti, jambo ni hili, jambo ni moja tu. Wewe kama unataka kuwa na amani na mimi, naomba ukae mbali na kakangu David. Yote haya yanayotokea, tatizo ni mimi. Haya maisha tunayoyahitaji kwa haraka, mwisho wake huwa ni kuyajutia tu. Tutulie, ipo siku tutapata kwa nafasi zetu.